Shikamoo mzee wangu. Sema shida yako ni nini? Samahani mzee wangu, kilichonileta hapa ni kukuomba radhi kwa kile ambacho mke wangu amekifanya. Amenieleza yote ambayo yaliyotokea huko nyuma. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa ajili ya kukuomba radhi uweze kumsamehe, maana ukimsamehe yeye ndio unamsamehe na mimi pia mzee wangu. Nakuomba sana samahani. Familia yako ndio familia yangu mimi. Marehemu baba yako niliishi naye kwa ukubwa zaidi, ila mkeo wewe ana macho sio ya kawaida. Mkeo ana macho ambayo yanaweza akaona kitu ambacho binadamu wa kawaida hawezi kuona. Unamaanisha nini mzee wangu? Sikuelewi. Unajua, sasa ukiona kitu ambacho binadamu mwingine hawezi kukiona, hilo sio kosa. Kosa hufuatilia maisha ya mtu. Mzee wangu, naomba sana unisamehe kuhusu hilo. Naomba sana unisamehe. Maki, pasipo mimi mzee Mdananda kuishi na babako wewe vizuri, ili jua kabla lijazama mkeo ningemuua. Mzee wangu, sifikie huko. Nakuomba radhi, nisamehe. Nitaweza, kila kitu kitakaa sawa na nitamuonya kwa kila kitu, hakitojirudia na kuaminisha hilo. Mzee wangu, samahani, usifanye hivyo. Lisilowezekana kwa binadamu yoyote mwenye nywele kama zangu, kwangu linawezekana. Na sipendi dharau na kufuatiliwa kwenye maisha yangu. Nenda ukaongee na mkeo, mwambie asinifuatilie. Sawa mzee. Na hizo suti zako unazovaa, ukija kwangu usivae hizo suti. Utakiwa uvae kwenye ofisi zenu huko. Kwangu hapa utakiwa uvae Kiafrika. Sawa sawa, nimekuelewa mzee. Nenda. Macho yangu. Ninaogopa jamani, mume wangu. Naogopa mume wangu. Naogopa mume wangu.
Malaki, we Malaki, imekuwaje mke wangu? hivyo unajielewa kweli wewe? Hivi wewe ni mume wangu kweli wewe? Unaweza kweli kunifanyia hichi kitu ulichonifanyia wewe? Yaani unashindwa kuvumilia siku 3, yaani siku 3 mpaka umeamua kufanya hichi ulichokifanya kweli mume wangu? Nisikilize mke wangu, sikuelewi unazungumzia nini kwani? Yaani niko kwenye period, umeshindwa kuvumilia siku hizi 3 tu mume wangu mpaka umeamua kuniingilia, alafu umejilaza eti hapo chini, kwamba unamaanisha nini? Yaani nikueleweje? Mke wangu, mimi siwezi kufanya kitu kama hiko, na unajua kiasi gani mimi ninavyokupenda. Hasa mimi nikufanyia hivyo, nataka nini mke wangu kwako? Mara ngapi tunakuwa kwenye hali kama hiyo na ninaweza nikakaa? Hii haiko sawa mke wangu. Mke wangu, hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Na isitoshe mimi nilivyokuwa nimeamka hapa chini, nitaka nikuulize, wewe ndio umenishusha hapa chini? Na hayo unayoniambia, nahisi kuna kitu hapo hakiko sawa mke wangu. Lakini kwa mimi siwezi kufanya hivyo, niamini hivyo. Kuna jambo. Bwana Malaki, karibu sana. Manake muda sana sijakuona. Upo kweli wewe? Nipo mzee wangu. Sasa hivi ukimwona kijana anakuja kukutembelea na tatizo, lakini sio aje tu hivi akuulize mzee umeamkaje, huu nyumbani kuko vipi? Hakuna. Ujio wako peke yake nilivyokuona nikastuka, nikajua una jambo. Haina shida. Niambie una shida gani? Mimi nina shida kubwa sana. Naam. Nilikuwa nahitaji msaada wako ikiwezekana. Shida yangu ipo katika familia yangu. Mimi na mzee Mdananda. Mke wangu kuna kitu amemkosea mzee Mdananda. Sijajua ni kitu gani amemkosea, lakini alikuwa ameenda dukani mke wangu. Baada ya kuwa anarudi sasa nyumbani, mzee Mdananda akachota nyayo ya mke wangu. Amechukua nyayo za mke wako? Na mke wangu amekuja kunieleza yote. Mimi nikaona hata sina budi, inabidi nimfuate mzee Mdananda kumwomba msamaha kwa hili lililojitokeza. Lakini nimeenda nyumbani kwake kumwomba msamaha, naona kabisa ule msamaha hakukubali mzee Mdananda. Yaani naona kama ukubali kishingo upande. Sasa mimi nikaona haiwezekani. Lazima nije nimfuate mzee wangu. Lakini usiku wa jana mzee wangu nakwambia, sisi hatujalala. Sio kawaida. Vyombo sio vyombo vinagongana, tetemeko la ardhi. Yaani uelewi mapaka, mabati yanalumbana yenyewe kwa wenyewe. Yaani mpaka tumeshindwa kulala. Nikaona hata hili sio swala la kawaida. Ni bora nije mzee wangu kukueleza, unisaidie. Mzee Mdananda unamjua. Kabla hajawa makubwa mzee wangu, naomba unisaidie. Unajua nimekaa kimya muda mwingi ninakusikiliza, lengo ni kuelewe. Sasa hapo ndo navuta picha na naanza kukuelewa. Sasa unajua nyinyi vijana mnashindwa kuelewa. Ndio maana nyinyi wageni na mzee Mdananda. Hamumjui mambo yake mzee Mdananda. Huyo mkeo inakuaje mpaka anakwenda kumchokoza mzee Mdananda? Mdananda mnamjua, Mdananda ni mtu mtundu, kila mtu katika mtaa huu anamjua Mdananda ni nani. Katika mji huu anamjua Mdananda ni nani. Sasa nyinyi mnakwenda mnamchokoza. Wanasema zopo wazopokele sunga, wakazopokela safu ya kusafagiza. Hapo mlipopachokoza sio pazuri. Sasa hapo unanipa kazi ya ziada. Mimi Mdananda na mudu, lakini wewe kijana wangu, natamani nikukatalie kwa sababu hivi vitu vingine bwana, lakini haina shida, nitalifanyia kazi. Na kwa umuhimu wa jambo lako, leo hii wewe ukiinua mguu wako na mimi nainua mguu wangu na kwenda kwa Mdananda. Hivi vitu vingine anavyofanya sio. Michezo kama hiyo tufanyie sisi wakubwa wenzie. Kwa nini anawaonea watoto? Hiyo michezo yake hiyo achezewe wengine. Wewe mwanangu hawezi.
kuwa na amani. Nitakwenda kwa Mdananda, nitasema nayo, nitakurudishia mrejesho, lakini kuwa na amani, yataisha hapo ulipofika mahala pake. Sawa mzee wangu, nitakushukuru sana kufanya hivyo. Maana yake mzee Mdananda ni mtu hatari sana, anaweza akafanya kitu kibaya chochote katika familia yangu nikaja kujutia maisha yangu yote. Naomba sana unisaidie kwenda kuniombea msamaha. Basi halina shida, nitalifanyia kazi. Asante mzee wangu. Bwana, kawaida basi ya kutembea hata kama una tatizo. Mume wangu, hicho unachoendelea kukificha kitakutesa maisha yako yote. Yaani ni bora tu ukawa mwazi kwa hicho kinachokusumbua, la sivyo utateseka, na ikiwezekana utubu. Yaani utateseka sana. Mzee Mgegeda, karibu sana. Asante sana Swaiba, Nipo tayari kukusikiliza. Asante sana mzee mwenzangu. Nimekuja na masuala haya mawili, na mambo mengi leo. Sasa swala la kwanza ambalo lililonileta ni kuhusu yule kijana Malaki. Malaki bwana amekuja nyumbani kwangu, ameleta malalamiko, anasema kwamba jana ulipishana kidogo na mkewe ukachukua unyayo. Lakini hiyo haitoshi, kikubwa zaidi ameniambia kwamba jana usiku hakulala. Yaani ndani kulikuwa mbembele, nyumba anaona inageuka chini juu chini, kitanda kiliko kipo huku, mtu analala huku anaamkia huku. Ndani vyombo vinagongana wenyewe kwa wenyewe. Sasa alivyonihadisia tu nikajua kabisa hapa Mdananda kashafanya vitu vyake. Kwa hiyo nimekuja mzee mwenzangu, yule kijana mimi kijana wangu ananichukulia kama babake. Hebu naomba huyu kijana umwache. Malaki namjua vizuri sana. Hata hiyo misukosuko uliyosema wewe ambayo imemkuta Malaki na familia yake usiku, mimi nahusika kiasi kikubwa. Na ile misukosuko nimewatuma watoto wa 32 tu. Na leo usiku nilitaka niwatume watoto 45.